kama kitambi kimekuchosha, umechoka kuvaa nguo makubwa, ukitembea hivi, unachoka mapema, umeanza kusalimiwa mpaka na watu ambao wamekuzidi umri, I say ngoja kutajia vyakula ambavyo inabidi uachane navyo kama unataka kupungua serious. Unataka kupungua serious. Note, chakula cha kwanza ambacho inabidi uachane nacho, make sure unaachana na ugali. Make sure unaachana na wali. Make sure unaachana na ngano. Najua ina sound crazy lakini in reality hivyo ndio vyakula ambavyo vinakutengenezea wewe mlima mkubwa sana wa energy, ndio vyakula ambavyo vinakufanya unakutengeneza akiba nyingi, vinakutengenezea sukari nyingi ambayo unashindwa kuimaliza kwenye hii dunia ya sasa hizi, dunia ya kukaa muda mrefu, unasimamia watu, unafanya kazi kwenye kompyuta, unafanya kazi kwenye simu, ndio maana unakuta kila siku unafanya ambacho unakiweza, unapambana kufanya mazoezi lakini haupungui. Issue ni nini? Hivyo vyakula vinakutengenezea mlima mkubwa sana wa energy ambayo ni ngumu kuimaliza kwenye hizo shughuli ambazo unazifanya. Kwa hiyo kinakuletea nini? Kinakuletea huo uzito ama mafuta ambayo unapambana kuyapunguza. Chakula cha pili ambacho inabidi uachane nacho kama wewe ni mtumiaji wa pombe, make sure unaachana na pombe. Pombe ni mbaya mno, sijui hata nielezaje. Kama uko serious unataka kupungua, achana na pombe. Usitafute sijui pombe kali sijui nini, pombe ni pombe, achana na pombe. Kitu namba 3 ambacho inabidi uachane nacho, achana na snacks. Watu wengi ambao wanaingia kwenye safari za kupunguza uzito, mmoja kati ya kitu ambacho kinawarudishaga nyuma sana ni kula vidogo vidogo, kula hivi in between. Yaani umekula chakula mchana ama na ile jioni unakula milo miwili, lakini hapa katikati unakuwa na vile vidogo vidogo, sijui mara mayai, mara maepo, sijui mara mtafuna karanga, mara mtafuna korosho. Yaani vyakula vizuri, lakini hiyo kula mara kwa mara iwaga inapandisha sana insulin juu, na mwili hauwezi kutumia mafuta kama kuna chakula kingine kipo ndani. Sijui kama unaelewa, mwili hauwezi kutumia mafuta kama source of energy kama kuna korosho mgura wakati huo. Inatumia hiyo korosho na inaachana na kuchoma mafuta. Kwa hiyo safari yako wewe kupungua itakuwa ngumu sana. Kitu cha mwisho ambacho inabidi ujielewe na inabidi uachane nacho kwa safari yako kupungua ni hivi vyakula vya kiwanda. Vyakula vya viwandani mara nyingi waga wanaongezeaga hivi vitu kama sukari, vitu ambavyo vinaweza kukupelekea wewe kuwa addicted na hicho chakula. Kwa hiyo mara nyingine unajikuta kuna vyakula fulani unavitumia sana, hivi vionjo sijui na hizi sijui pilipili vya viwanda, spice vingi, waga wanaviwekea vile vya addictives ili wewe uendelee kuwa mteja wao milele. Unakuta mpaka kwenye pilipili watu wanagojea sukari, kasoma zile ingredients. Ndio utagundua kwamba watu hawakuwekea hivi vitu kwa bahati mbaya, wanataka wewe uendelee kuwa mtumwa wa hivyo vyakula. Unasikia mtu anasema mimi siwezi kula chips bila pilipili, siwezi kula chips bila kionjo fulani. The issue wamegojea hizo addictives. So kwa wewe ambao unataka kupunguza uzito, unataka kujiunga kwenye program zangu, tuma namba zako DM then nitakupa taratibu. Karibu sana. Mimi nakula zangu hii ni around saa 1, nimetoka mazoezi, ni parachichi, mayai 3 na mboga majani.